Hello, yes, welcome to this channel. So in this channel we educate each other, we also disseminate information, we give guidance, we give spiritual nourishment and so on and so on. Kwa hivyo hapa tunataka mtu akuwe ako sawa katika kila level ya maisha, economically, spiritually and all that. Anataka kuongea kuhusiana na jambo ambalo limekuwa likienea sana, na kama wewe uko na kijana ama ni kijana mdogo ama wewe uko addicted to gambling ama uko addicted to quick money, ningetaka uweze kusikiza this video up to the end. Kuna mambo ambayo imekuwa ikichipuka nchini yetu ya Kenya, na ningetaka tu kwa dakika chache sana tuweze kuangalia hili jambo. Kuna hili jambo limekuwa likiendelea sana la gambling. Na nikiongea mambo na gambling, there are various forms of gambling, lakini kuna hii moja inaitwa Aviator, na nimeona watu wengi wakisema vile wameweza kufilisika. Unajua vile gambling inafanya, ukienda kwa mfano uweze kuwin for the first time, umekuwa a slave to gambling in all your life. Actually that is a demonic. To me, naiona as a demonic because what actually happens ni ya kwamba tuseme umeweza kuwin for the first time. There is a chemical that is released in your brain that makes you feel good. Na kwa hivyo every time utakuwa ukijaribu kugamble ili uweze kuwin, you feel that good. Kwa hivyo is a way of being enticed. Unakuwa enticed. Na nimeshindwa kwa nini vijana wengi wanatoka university. Mtu anatoka university unamwambia niko na job hapa, utakuwa unalipwa 30,000 but after 6 months tutareview na tutakuongeza salary. Unashindwa kwa nini mtu ni fresh graduate lakini anasema hiyo pesa ni kidogo, kwa sababu ya gambling. Mtu anaenda anaona pale kwa gambling ninaweza pata maybe 100,000. Na si ni ati ni pesa amepata, you have been promised that you can get that money. Pia radio station zimejaza mapay bill. Ukikaa kidogo unasikia sijui tuma kwa hii namba, sijui what, utawin 300,000. Nayo hii imeshika wale watu waliserve our parents there. Kwa sababu wanaahidiwa hata hawafanyi kazi. Mtu anashinda na kasimu kababe, akigojea apigiwe simu aambiwe amewin, anaacha amewekelea 100 yake. Ningetaka kusema ya kwamba there is no shortcut to richness. Because kile kinafanya watu wa gamble ni kwa sababu you want a good life but you don't want to use the procedure. Unataka tu kutajirika ukiwa kwa nyumba, ushindane na kompyuta hapo. Recently tuliona vijana wadogo wakiuza kidneys pale katika hospitali moja ya Eldoret. And I wonder why is our government so reluctant to help Kenyans? Kwa nini yani hii Kenya yetu watu hata wanaweza toka huko nje wakuja wafanyie Kenya dhuluma na serikali tu imekaa hivyo? Kwa nini? Ukienda countries zingine gambling huwezi kupata license hivyo, lakini foreigners wamejaa huku Kenya. Wanakuja wanachukua pesa ya watoto wetu wanakufa na depression, wengine wanakaa hata kama hatajiwa, wengine wako depressed, wengine hata wametupa bibi zao, wengine hawezi kuoa, wengine wanauza, wako na loans everywhere. Recently tuliona a company imetoka all the way from America inakuja hapa kuharvest eyebrows of our young people. Wanachukuliwa macho, hawajui hiyo macho wanachukuliwa inatumika kivipi, wanachukuliwa boni za macho. So ningetaka kusema ya kwamba gambling ni kwa sababu you have a young generation that has a lot of greed that cannot be satisfied. Unakuta ya kwamba tuko na young generation wako na greed sana na pesa. Mtu anataka pesa haraka lakini hataki kugaramika. Diposa hata wakitoka university hawaendi kutafuta job because mtu ataambiwa ati atalipwa 30,000. Anaona hiyo ni pesa kidogo. Ili hali watu wengi walianza hata na pesa kidogo kuliko hiyo. Because kuna somewhere mtu amekuwa promised that ukicheza hii kama hiyo Aviator and my due hapa una compete na computer. You know, this is something that you also need to think. Kwa hivyo ningetaka kusema which is the solution. Yes, one of the way that a government can help in this, wanafaa wafuge hizo gambling
na ama waweke so strict regulation ya kwamba ili upate hiyo license utakuwa umegharamika sana. Radio station siangaliwe sana because radio station zimejaza gambling, lakini the government should address the root cause, and the root cause ni unemployment. Kuna vijana wengi hawana job, so mtu anaona maybe nikijaribu, this is the only way maybe I can be able to come out of poverty. Mtu anafikiria sasa nitaweza aje kupata 100,000, lakini hapa kuna mtu ananiambia, kuna system hapa inaniambia nikiweka 100 nitapata 300,000. Huyo mtu hataki kutumia the right procedure, aende ya save kidogo kidogo. Hapana, anataka ile anaambiwa ni instant, because we also have young generation wanataka pesa haraka. Hataki ile ati anaambiwa ati ukisave 5,000 utakuta maybe in 3 years uko na hiyo 300,000. Anaona that is too long, mimi nataka pesa haraka. So in as much as the government has a responsibility ya kutafutia watu job, pia tunafaa as parents to advise our young people to lower their expectation. Let them lower their expectation, because wakikuwa na high expectation, hata wenye wanatoka university, wacha tuwaambie kwamba lower your expectation, and by doing that hautakuwa frustrated. When you have so high expectation and you don't want to pay the cost of that, you want to use shortcut, kitakuraba. Kwa hivyo government of Kenya, najua hii video itakuwa watched by many people, kindly do something and help our people. Unakuta vijana wengine wameenta into prostitution, wengine wanachukua wababa sponsor because they want a soft life but they don't want to pay the price. There is nothing that you can get without paying the price. Gambling is not a route to escape poverty. Usidanganywe. If you want to escape poverty, work, provide a service, sell a good. In that way, identify a problem in the society and offer the solution to that problem. Hiyo ndio tu njia ya kupiga umaskini. But gambling, it just make you to be addicted with quick money, of which hautaipata. Share this video, Wakenya wasaidike.